Hi guys, welcome back and welcome once again. Kama kawaida, this is Let's Voice Podcaster. Ukiona Michona Salim, I'll be your host for today's session. Lakini, first of all, I want to say thank you to each and everyone who has been supporting us, who has been subscribing, who has showing us support kwenye social media zetu, social media platforms zetu, ama social media handles zetu, at Let's Voice Podcast pale Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, YouTube. Hakisha tunafanya nini na subscribe katika mitandao yetu ya kijamii. No, ikiwa ama the moment tuna post any new episode, utakuwa wa kwanza kufanya nini, kufuatilia. And today I'm having a guest kama kawaida, wasiko peke yangu, and I want to give them chance kwanza wajiintroduce wao ni nani na wanajishughulisha na nini kama kawaida. Leo topic yetu leo we are talking about accountability and transparency. But before tuingie katika topic yetu, let me give these two gentlemen beside me, behind me. Wajiintroduce ni nani. Let me start on my right side. Hi guys, my name nafahamika kama Abu Kautar. I'm a community policy maker zile maeneo za Bamburi, and I come here to join the team in discussing issues that are touching on the youth and their transformation. Shukran. Thank you so much. On my left side. Hello guys, my name is Mohammed Harid, popularly known as Chicha. I work with Swahili Pot Hub Foundation as a youth advisory member, and I wear different hats where I work at Swahili Pot Hub Foundation. I'm a policy champion and an advocate who makes sure that the voices of young people at the mashinani level are heard. Karibuni sana. So don't feel at home, like you feel at office. So since we are talking about accountability and transparency, kuna mtu pale nje ambaye anataka kujua tofauti ama anataka kujua zaidi maana, how can we, in simple terms, how can we identify ama how can we define accountability and transparency? I think maybe to chip in on the two, transparency, just like the word transparent, being clear, being open, and somehow bringing clarity in your words and in your actions. So you might have clarity in your words, but your actions are different. That is not transparency. Or you can have clarity in your actions, but your words are different. That also is not transparent. So the clarity, the openness must be in your words and must be in your actions. Then on the other part, there's transparency and accountability. And accountability is duty. You are given a duty to fulfill. Then you must explain what you have used in fulfilling that duty, how you have fulfilled that duty, and if you have not, it can be known through auditing the activities that you are given, and that's where the accountability comes in. You can say from point A to point B, this is what I used to get from point A to point B. Yes. Okay, thank you so much. On your side, mtu akisema accountability ama huwa naona kama transparency ni wazi, right? Yeah. Transparency kwa lugha ya Kiswahili ni uwazi, kuwa na uwazi, ndo tunasema transparency. Yani ni kwamba mambo yako bayana, mambo yanaweza kuonekanika kama penye ndugu yangu amesema clarity and openness. Ndo tukiongelea transparency. Hiyo ndo uwazi. Tukija kwa swala la accountability ni vipi mtu anaweza ku-own action zake. You are accountable for that. Tukisema kwa mfano tumepanga show na umepanga show, alafu show haikufanyika vizuri. Ni wewe sasa kuchukua lile jukumu kusema kwamba you are owning on that matter, kwamba ni mimi ndo nilifanya haikutokezea vizuri. So you are being accountable for the action. Okay, Abu Kautar on your side. Kuna before mtu let me say you want to hold me accountable of my action whatever nimefanya. Kuna vitu ambavyo pengine vitachangia mtu kuwa mwazi. What are these things that are really inaweza changia mtu kwa wazi to an extent kama ni situation isikuwe na negative impact? I mean, niendelea kwamba the most important wenye watu huwa hawaangalii ni upbringing ya mtu. If you are brought up in an environment where accountability and transparency is the order of the day, like ukitumu ukanunua kitu unaleta change, then you see discussion kwa nyumba ama katika familia yenu. When you grow up, it becomes much more easier to integrate some of the aspect of transparency in your work life, in your relationship life, and in your interactions na watu wengine, inakuwa ni rahisi sana. Cha pili ni clarity.
Unajua mtu anapokupatia kazi ya kufanya lazima akuelezee unafaa kufanya nini. Na akuambie outcomes ni nini inahitajika, na kupea hii kazi outcome ni hii. Na hiki ndio kutatumia kubainisha kwamba umepata outcome ama haujapata. So you are accountable along the descriptions zenye umepewa, na ziko so clear so that hakuna tofauti ya kuelewa kile ambacho unafaa kufanya. So clarity ni a very big important part ya transparency na accountability. Now, Muhammad, umesema kwamba unajishughulisha sana na vijana pale mashinani to ensure that their voices are heard. Lakini when in a generation where most of us ama tunaita generation Gen Z, they are not accountable na actions zao such that transforming their lives inakuwa ngumu. Ama mtu transparent, mtu umempatia project afanye, hakuna uwazi, hakuna ukweli. What do you think where the problem is? Ukiangalia hii shida, hatuwezi kusema kwamba ni shida vijana wameanza, kwa sababu it's an intergenerational problem. Imekuwa ikipishwa kizazi kimoja baada ya kizazi kingine, na kadri ya vijana wakiingia wanapata kuwa hivi ndo aliona mambo yakifanyika. Kwa hivyo yakiingia anachukulia ule mkondo wa venye mambo yanafanyika. So inakuwa ni ngumu sana kusema kwamba vijana hawafanyi mambo venye yafaa. Lakini ukiangalia sisi sote tumefundishwa tufuate maagizo fulani. Na kama mtu akiona katika situation penye yako, hivi ndo alivyoachiwa uongozi, hivi ndo afaa afanye. Kwa hivyo kuigiza, hata pia sisi tunasema kwamba mtu huigiza kulingana na anavyoona licha ya kuambiwa. Wajua mtu anaweza kuambia usifanye kitu fulani, lakini akakuona afanye kitu fulani, atosikiza maneno, atafuata zile actions zako. So there is power in action. Tukisema vijana, basi ni mwanzo sisi wazee wetu ama wakubwa wetu mwanzo waangalie shida iko wapi, waweze kuitatua shida penye iko. Maana yake siku zote mimi nasema ukitaka kumaliza jambo you go to the root problem, root cause ya ile shida ndio utaweza kutatua. Lakini leo hii wasema wataka kukata vitagaa, lazima ukate mzizi wa ule mti ndo uweze kutoa ile shida yote. Okay, Abu Kotha, in case of a mistake ama makosa yote ambayo yamefanyika pengine the environment ambayo uko, how do you handle kama mtu hayuko transparent? How do you handle such situations? Nafikiria tulivyoanza tunaongelea mambo ya clarity. Nimegundua kwamba shida zetu mingi huwa ni clarity haijapeana. Ama imepeana na mtu akapuuza. Sasa kuna haya mambo mawili. Kuna ile makosa imefanyikana kwa sababu hakuna clarity, na kuna ile makosa imefanyikana kwa sababu kuna clarity lakini mtu amepuuza. Ile ya kupuuza kuna zile disciplinary measures ambazo mtu yaweza kuchukuliwa progressively, labda apatiwe letter warning, mambo kama hayo. Akizidi sasa naambiwe kijana wewe unaharibu mambo, kanyaga kando. Lakini hii ambayo kwamba kuna clarity, lazima ulete clarity ndio uweze kumuelekeza mtu kwamba hiki ndo unafaa kufanya, hiki ndo unafaa kufanya, hii ni makosa, hii ni makosa, aweze kuelewa. So bila clarity, mesha yoyote utakayotumia kujaribu kuleta sanity haitasaidia. So unaanza na clarity kwanza, then now you go kwa zile processes zingine za kuangalia mtu akifanya mistake afanyiwe nini. You go back to the clarity. Tulikwambia uingie kazi saa 2 asubuhi, lakini umeingia kazi saa 6. Mbona hivyo? Akuelezee, na wakishakuelezea it becomes much more easier now because you understand some circumstances wenda zikampata mtu asiweze kuitimiza zile makubaliano mlikuwa nayo. Hapo unaweza msamea, but kama reasons zake haziko sawa, then now you have to go to the disciplinary side. Okay, thank you so much. Muhammad, why do you think one should be transparent? Whether ni kazi ama ni nyumbani ama ni kwa familia. Unajua mtu anaweza kuwa nitakwambia kitu lakini sasa kuna mtu ambaye anataka the main yani umuhimu hasa kwa transparency gani? Kuna umuhimu mkubwa wa watu kwa transparent, yani kukuwa muwazi. Ya kwanza inajenga uaminifu baina wewe na watu wako. Pengine in a place of work, tuseme you are appointed to do a certain kind of work, na wewe uko uwazi, ama mtu mmepewa pengine pesa taslimia fulani ufanye nayo jambo ama kazi. Katika ile pesa ukaenda ukafanya kazi ukamaliza na change ikabakia, alafu katika ile report ukamuonesha mtu kwamba mimi nilinipatia kiwango fulani, nimetumia hivi na hivi na hivi, na hii ndio pesa yenye imebakia. Ya kwanza inajenga ile uaminifu
kwa yule mtu, tuseme kama ni dona, na kwako, kwamba anakuamini kwamba ameweza kukupatia pesa yake na kuitumia kwa njia nzuri na pia ikabakia balance na ukamuonyesha. Ya pili ni kwamba tuseme kama hivi kwenye organization ama ina government situation, it prevent the misuse of power. Unaona sana kuna corruption ambalo ni donda sugu ambalo liko katika jamii yetu. So ukiona kama kuna uwazi, inaondoa ile mambo na ufisadi, corruption kuendelea. Vile vile it improve performance. Inafanya kwamba mtu anaweza kufanya jambo kwa njia nzuri sana na likafaa, kwa sababu leo kama mimi nimekuamini wewe na kupatia kiwango fulani, ukafanya jambo kalitekeleza bila hata kuchukua shilingi moja. Kesho nikija nikupatia pesa zaidi, na imani kwamba unaweza kufanya hilo jambo kwa njia nzuri zaidi kushinda ile ya mara mwisho. Na mwisho kabisa, kufanya uwazi tunasema kwa lugha ya kimombo inaleta equity. Equity yani ni ile usawa. Inakuwa kwamba wewe licha ya watu wote kwamba venye wako, unaweza kuhakikisha kwamba kuna fairness na justice kwao. Okay, Abu Kauthar, how should I hold myself accountable kwenye maisha yangu mimi mwenyewe as a person, as an individual? I think that is the most difficult thing. We are used to holding other people accountable, lakini ikija kwetu kidogo tunasonga nyuma. Because the reality ni wewe unajijua. Unapomlaumu mtu kwamba yafanya kitu fulani, wewe wajua kama wewe mwenyewe waifanya ama ufanye. So it becomes much more easier to tell other people what to do, but when it comes to us it's difficult because nikishajua mimi na itilafu fulani lazima niifanyie kazi. So whenever I tell myself I have a fault, I have to hold myself accountable to rectify your fault, when nirudi kwa usawa. Sasa hiyo kazi ngumu wewe nafanya watu kidogo, bora nimwambie yule lakini nisijimwambie mimi. The first step ni wewe kujifanyia audit. Ile audit unajifanyia uangalie zile mahali uko weak na zile mahali kuna strengths zako. Mahali uko na weaknesses, kuna zile waweza rekebisha, kuna zile huwezi kurekebisha. Unazifanyia kazi zile ambazo huwezi kurekebisha. Zile ambazo huwezi kurekebisha haswa waweza mpelekea mtu ambaye ni specialist ama anaelewa hayo mambo, ama mtu ambaye ana experience. Aweza kukuelekeza kwamba pita hii njia, epukana na yale. Alafu kwa upande mwingine sasa, those that are your strengths, how are you using them? Because sisi tunaishi kama society. Hata hii nguo niliyovaa leo sijaitengeneza mimi. Kuna mtu aliketi factory mahali, kuna ule aliyelima pamba, kuna ule aliendesha gari pamba kwa factory, kuna ule anaangalia security ya factory, and there are so many people involved that wewe kama mtu mmoja lazima uamiliane na watu katika society ndio wewe mwenye kuendelea. And interacting with the society inahitaji wewe kuwa mzuri kwanza kabla kuelimisha society wa kwa watu wazuri. Ndio maana kila mara mimi husema when we start from the family level, all these aspects we want in our society like accountability and transparency, tuzianze huko ndani kwetu. Ndio ule mtu akiwa akitoka nje basi kuna template. Yeye kazi yake ni kuangalia tu ile mbaya kwa sababu kuna template tayari. I know what is wrong, I know what is right. I know what will make the society better, I know what will be the detriment to the society. So template inaanza kwetu kwa kujifanyia audit, tuangalie zile weaknesses zetu na tuangalie zile strengths zetu, na zile strengths tuziweke mbele kwa sababu hiyo ndio inaimarisha community. Na zile weaknesses ambazo kwanza nafarikisha watu tuzipunguze. Alafu hiyo balance tafanya society kuwe na at least some admirable levels of transparency na accountability. Thank you so much for that. Muhammad, kuna kama let's say within our community, kuna njia ambazo mtu you want to solve a problem, lakini sasa unataka the key thing mtu akuwe accountable na mtu awe mwazi na ukweli. What are the steps that mtu labda anaweza kutumia kuhakikisha kwamba at the end of the day haujakosana na mtu ama hakuna negative impact? I think swali zuri sana. Maana yake siku zote katika kuangazia swala la transparency na accountability na people in check bila kuleta ile tashwishi ya kuwa na ugomvi ama nini, kwanza kabisa kuhandle kwenye hiyo situation ya kwanza yafaa ujue how to communicate with honesty, empathy and a strategy. Kwa sababu mimi najua kwamba transparency is important and it builds trust. Kisha ya pili, after hapo what you do is whatever you say, wajua nikiongea hichi kitu fulani, how is it going to impact this person? The information that I'm going to give, how is going to impact them?
how are they going to take this message in? How are they going to perceive it? How are they going to receive it? How is it going to trigger them? Wajua leo unaweza sema kitu pengine kamgusa mtu akabust. Ushaona? Then sasa unachagua ni vipi utaideliver ile message. There are the right ways of delivering the message. Mimi kuna rafiki yangu sana ananiambia, it is not what you say, it's how you say it. Very important. Pengine mtu akona makosa, lakini venye unamwambia hata yeye mwenyewe ana feel kwamba kweli mimi nimekosea kwenye hili jambo. Kweli mimi nimeenda vibaya. So transparency is a step towards problem solving and not a blame game. And one thing that nimekuja kujua ni kwamba licha kwa watu wako na makosa na nini, it's how you say the message. Kwa sababu people want to be heard, they want to be seen. So venye utakwenda na wao ndo venye italeta wao wakusikize wewe. Kwa sababu leo mtu weza kuna watu wanataka kusikia ile ukweli mchungu, lakini vipi utamwambia mtu ule ukweli mchungu? Hii inaitwa ile the difficult truth, kwamba wewe umefanya kitu fulani na fulani, but how you said it is very important. I think ukishapata hizi viogezo tena inakuwa very easy. Then sasa you stay calm and listen to that person. Hata hao watu pia wanataka kusikilizwa. Wao pia wafeel kwamba kweli amekosea, lakini sasa ukimpatia ile masikio, they become now open to tell you kwamba mimi nilifanya kitu fulani na fulani. Ushaona? So me I see transparency not as a risk but as a responsibility. It might be uncomfortable in the short term, but in the long run inakuwa beneficial kwa kila mtu. Thank you so much. Do you think as a generation we are accountable enough for our actions? Do we have blaming games? Our generation has a lot of problems, and I think accountability and transparency is just a gist of the problems we are going through. Because now you look at it from this perspective. Back then, in the earlier centuries, when you were transparent and you were accountable, you had some benefits to get from the society. Like people respected you, your family respected you. You are looked up at someone who is straightforward. Wewe unafuatilia sheria na kila mtu atapata haki yake. But now in our century, it's like doing the opposite is what makes you popular. You can lie, you can cheat, you can steal, and that is what will gain you popularity. And since it's a popularity contest, you still want the prestige that was associated with being looked up in a society. Watu wanakupenda, watu wanakufuata, your word is always being followed by people. That's the prestige you want. Back then it was looked at something unaweza ipata kwa kufanya righteous deeds. But now it is the opposite. So hata vijana wanaangalia if you can be transparent, what is the benefit you're going to get out of it? Because they look at the elders, wale ambao wako transparent, wale wako jela. Wale ambao wako transparent wengine wameuliwa. Wale ambao wako transparent wamefukuzwa kazi. And the crooks and the bad ones are the ones that are having the prestige in our system today. So it's also difficult for them to try and embrace these ideas because there is no benefit. Lazima upate benefit ya kufanya kitu. Ndio sisi binadamu tumeumbwa. Sasa wale hawaoni, wanaona why will I be transparent and yet it's not going to be beneficial to me? So they go back to the other side. Kwa mambo na fraud, ya kudanganya watu, labda kuchukua mali za watu. Labda inawafaidi because now when they come out with those things, they become prestigiously accepted by the society. So it's a big challenge in our century. Yes, considering the moral values imebadilika, that is expected. So for someone who wants to be transparent and accountable, hakuna kazi ngumu. Because the environment haimkubali yeye akuwe transparent na accountable. So they have to work hard. But at the end, it's very beneficial to you as a person, your family, and those who surround you will engage with you. Your transparency and accountability itawasaidia sana. Okay. Muhammad, are we accountable? And unajua tuko kwenye generation ambayo we are kama alivyosema unaangalia the prestigious part peke yake, lakini mtu uko ile truth wewe mwenyewe, holding yourself accountable, be transparent na maisha yako mwenyewe. In this generation, are we even doing that? Ni kama venye I think alikuwa shajibu hilo swali awali before hata uulize, ni pale ulipomuuliza how do people
account for their actions. I think when it comes to me, to you personally as a person, ile self check. Na tukiangalia kuna as a Muslim kwenye Quran tunaambiwa bali linsanu ala nafsihi basir. Kila mtu anajijua kwa kile anachokifanya. Ushaona? So when it comes to do your self check, hata katika the 10 rules of Imam Ghazali inasema kitu kimoja ni self check. Wewe mwenyewe ujiangalie kama binadamu, ni wapi unafanya, ni wapi unakosea and all that. So ikija to an individual level, it becomes very difficult kwa sababu mtu anajua kwamba mimi mapungufu yangu yako hapa, lakini hajataka ku acknowledge. And one step towards accountability and transparency is acknowledging kwamba kuna makosa ndo uweze. Not only transparency and accountability, but rather kitu chochote katika maisha. You have to acknowledge the fact kwamba hapa kuna makosa ndo uweze kufanya kitu. Yeah. So ukiangalia ni sana we like pointing fingers at other people, but in reality mimi mzee wangu alikuwa akiniambia ukimnyoshia mtu mmoja kidole kuna vidole vinne vinakuangalia wewe. So bado it's a difficult situation when people do their self check wao wenyewe, but it is high time as every person tujifanyie self check from time to time, kwa sababu if you want to change the system, then it's upon us to change ourselves kwanza, then it becomes very easy to change the system. Okay, before to end a short break kwanza. So when talking some issues hatuwezi kusahau kama we are ruled like we have a government. Yes. I don't think as wananchi we are holding the government accountable enough. I will say it like this, that we look at it from this perspective, us against them. Like if you are either in the government or you are with the people. And so these people are not realizing that these people in the government, wengi wao wana watoto, wameoa, wana bibi zao, wana nyumba zao karibu na sisi ambao kama tunawaambia kwamba wao sio katika sisi. So they also have kids, they also have families, and they are related to us in one way or the other. So these behaviors they have is a reflection of us. So it's not that our leaders are doing things that have never been done. They are doing things that we kama wananchi na sisi pia tunajifanya. Isipokuwa labda zetu hazionekani kwenye TV, labda haziko kwenye serikali, lakini kule majumba zetu. Hizi hulka hao wanasiasa wetu ama viongozi wetu kwenye serikali wako nazo, sisi wenyewe pia tunazo. So that's always advice that the most important thing is perfecting the family structure. Ndio hao wanaotoka chini watu kina muonekano mzuri, when they go out and when they are many and they interact, then they'll inculcate those principles into the governance of the country. Lakini hao wenzetu walio sasa hivi, it's a generation that is lost. And the reason why they are lost, because you cannot change them. The reason why you can't change them, they have been along that route for so long that has become the norm. Like in Uganda, there's I think it's a politician alishikwa Marekani. I'm not sure of the exactness of the story. Then when he was arrested, the people protested, mbona alikuwa ameshikwa. Then mmoja wale wakawauliza, wao wakasema that the other people steal in shillings, but our mayor stole in dollars. So there's just some prestige in doing the wrong things in this century that we are in. So that's why I say ni ngumu wewe kufuata mkondo ambao itakufanya wewe kuwe mtu ambao umenyooka. Na ukitaka kunyooka, jua kwamba the environment does not support you in that. You are going to meet other values that are against what you are trying to do. So that's why it's difficult. Na tuwezi sema tumeshindwa. There are some who are doing it because the young people, they are easily malleable. Wanasema ujinga wa kizendo ni ngumu kutoa. Lakini kijana huenda akaanza na ujinga lakini baadaye akarudi kwenye haki. So that's why it's a good initiative to talk to our young people and tell them things have been done this way, but it doesn't have to continue that way. Yes, you can be trustworthy people, you can be transparent in your dealings with your fellow colleagues, with your friends, with your families, with your siblings. You can be transparent with them, and you can also be accountable. And by doing that, ndipo utakapoweza ukiingia kwenye serikali ukaletea accountability na transparency. Without that, it won't be any easy. It's like wao wanasema mtu kama haja kuwa polisi anasema yeye haizi piga watu.
lakini akiingizwa kiganje baada ya miezi 6 akitoka nje, yeye ni mkali kuwashinda wale walioanza kabla yake. So it begins with us at the lowest level possible, that is the family unit. Okay. We are taking a short break, but just a reminder kwamba our social media platform ni @Let's Voice Podcast, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, and YouTube. Kindly do not forget to subscribe. We'll be back shortly. Shukran. And we are back after the short break. The next question is lakini kwanza nakumbusha kwamba our main topic today is accountability and transparency, and I have two amazing guests with me. Kama kawaida, your host Shuna Salim, and I want to ask Muhammad this question. Why do you think when holding someone accountability, tunasema kuna factors ambazo mtu anaconsider kando na hizo when you talk about leadership, how do we tunaanzia wapi tunaanzia wapi kuhakikisha kwamba uongozi ambao tu kama mtu ambaye watuongoza as a country ama as a county anakuwa accountable na matendo yake na anakuwa transparent towards wananchi when it comes to leadership? Why is it important for our leaders to be accountable ama kuwa transparent? I think in general, I'll put this in this answer both in the county level and in national level, and also people who work in the county level. Because when we talk about accountability and transparency, we only look at the president or the governors, because we feel that they're the only people who should be accounted for their actions. Lakini ukiangalia pia we have people who work in the county government and in national government who are also supposed to be accountable. And the reason why you ask why is it important to do this is because, like I said earlier, for performance aspect, if you want to judge a leader by holding him accountable, we look at his performance. What did your manifesto said? Na wewe umefanya nini? Ushaona? Leo wewe ulituambia kwamba utatufanyia kitu fulani. Je, umefanya? We take that. We take the box. And then we look at budget alignment. Ulituambia kwamba vitu fulani vitafanyika. Does it align with the budget? That's one. Two, we look at, yes, is there value for money? Wajua saa nyingine watu wanafurahi, tuliambiwa tutajengewa uwanja, tumejengewa, but is there value for money? Pengine this something was budgeted for 1 billion. It was 1 billion used kisawasawa. So those are things. Kwanza we look at the budget alignment, then we look for the value for money. Kweli uwanja tumejengewa, je ile pesa yangu yenye nimetoa iko sawa sana kile kiwanja? Then you look at equity and equality. Je hichi kiwanja kimejengwa, je kinawezesha kuwa watu wote licha ya kuwa ya different ethnicity background na nini wanaweza kuaccess kile kiwanja? Then we look at does it bring revenue back? Kwa sababu as a county government, one thing that we get our revenue is through on source revenue. Je hii development yenye mimi nimeleta inaweza kuregesha pesa? Si leo hii tuajenga hospitali lakini mwisho wa siku ile hospitali atuletee sisi pesa, itakuwa ni hasara, kwa sababu these are taxpayers money. Umechukua ushuru wa watu kujenga kitu. So people need that thing to have a revolving fund, yani kwamba italeta pesa. So ya pili ni kujenga ile trust, kwamba tunamwamini huyu kiongozi wetu, kwamba tulimchagua na kwa sababu tunaona vitu anavyotufanyia inajenga ile uaminifu kwamba huyu basi sisi tumemkubali na ni huyo ndo tunamtaka, ama tunataka viongozi aina kama hao. Ushaona? Pengine umuhimu mwingine wa tatu ni kuwa inaleta ile, tushasema kuhusu performance, tushasema kuhusu building trust, ile uaminifu. Nyingine inaleta ile usawa, kwa kila mtu anafeel kwamba
kupitia kiongozi hii mi pia na feel kwamba niko included kwenye hii serikali. Haya, because just a general question as we are winding up. When having a family, the relationship, to do the word relationship. Umuhimu wa kuwa accountable na transparent ama kwa mwazi when it comes to relationship. Let's say it's a family, it's a sibling relationship, it's a friendship, kitu kama hiyo. Why should we be transparent? It is just a relationship, it's just ile kitu tu kawaida. Why should one be transparent? With the first description of transparency, we talked about openness. Ile kuwa wazi katika maamuzi zako, unataka kuamiliana na ule mlioko naye katika relationship. And basically because the relationship is a team, trust is very important. And kuna jinsi unaweza kubuild trust without the aspect of transparency. And this is how it comes in. A relationship between two people or more than two people needs something called emotional balance. This emotional balance inaletwa hivi. Kuna yale mema unamfanyia mtu na kuna yale mabaya ama maovu unamfanyia mtu. Kila mtu ana idadi yake anaweza kumfanyia mtu. Lakini ukizidisha katika yale mazuri ama mema unamfanyia mtu, you increase on the trust. Na ukipunguza kwa yale mabaya unamfanyia mtu pia una increase trust. And how are you going to do this? Being transparent and being accountable entails zile actions kama generosity or being loyal to someone when they are not around, helping them out when they have problems. It becomes much more easier if you're someone who is transparent and accountable. That's how a team is built up. Now in relationships, as you said, in part of a team, there's no way two people wanaweza ishi pamoja ama wakaelewana pasi na kuwa na hiyo trust baina yao. And as I've said, the trust is built by increasing on the good side, on the emotional good side of the actions that unafanyia mtu na kupunguza on the bad side. Na utawezaje kufanya hivi? Because probably what might be good for you might be bad for me. As my friend said, kuna hiyo audit unajifanyia wewe mwenyewe. As it said, kuna kile ambacho nikijifanyia mimi nikifanyia jirani yangu tutakuwa wewe. We all know that. It's not that you don't know. If you do an audit of yourself, you know where you go bad and where you go wrong. Then increase on the good side and reduce on the bad side. Italeta huo ujirani na hiyo accountability na transparency ambayo kwamba tunatafuta. And maybe kuna point kuhusiana na serikali yetu. The aspect of transparency should be entrenched kwa job description ya. Yaani ukiingia kazini, transparency inafaa ikuwe hapo ndani tayari na kungojea wewe. Kwa mfano, we have been having issues na taxes. Zimeongezwa. The government saying hawana pesa ya kutosha kulipa madeni zao na ku run expenditure za serikali. But then we don't know how much they are collecting. There's nowhere, maybe there's somewhere you can access the information, but me personally, I don't know where it is displayed, the daily collections of serikali, as a county government. So that everyone can access. Can access it. It should be, since everyone is contributing, everyone should know how much they've contributed. So that we know when you're lying or when you're saying the truth. Kusema hakuna pesa, tutajua tu kwa sababu kuna display. Leo siku kama ya leo Kenya imekusanya pesa fulani ama county imekusanya pesa fulani. Kuna like a widely known knowledge that no one can come up with insinuation that kuna pesa lakini haimsaidii. Because now for us also it will encourage us to contribute in building Kenya when we know the extent of our contribution. Labda watu hawalipi tax. Nasema basi tujisukume tulipe wote. But as long as we are not aware of what our contributions are doing, hiyo mistrust inatokea. Ndio maana tunasema wale wanatuibia, lakini hatujui kama wanaiba ama hawaibi. Kile tunajua ni ile za wazi ambazo kwamba labda wameshikwa, wamepelekwa kotini ama kuna evidence. But for the government structure, we don't know how much our contributions are. And when we don't know that, it becomes difficult for us to trust the government. And when we don't trust the government, it also becomes difficult for them to service us and give us the deliveries they annually promise. So yote ukiangalia inaanza kwetu sisi. When we choose a trajectory to follow, ndio tutakuwa na viongozi watakaofuata njia hiyo. Lakini sisi tuangoja wale ndio watupe njia tufuate. Ndio kwamba kidogo itakuwa changamoto. Pengine Chunda mi tu kuongezea kidogo katika hiyo swali lake la relationship lenye umeelezea na umuhimu wa transparency. Mimi napenda kusema
there is a thin line kidogo between honesty and transparency. Why am I saying that? Tuseme in a relationship setup, mimi nimeoa, niko na mke wangu. Leo nikimwambia kuwa mimi nimetoka nimeenda lunch na rafiki yangu, I'm being honest with her, totally honest. Then being transparent is mimi leo natoka naenda na mtu fulani, twaenda hoteli fulani na tuenda kula lunch ama dinner. You have been now transparent, you have open. Wajua honest ni kwa mimi leo natoka naenda lunch na rafiki yangu. That's you are being honest. You give details in between kwamba mimi natoka na mtu fulani naenda mali fulani kwa lunch na tutakula kitu fulani. You have been transparent. But honest, ukimwambia kwamba leo mimi natoka naenda lunch na rafiki yangu, you are honest with your wife. Lakini leo ukimwambia wife wako kwamba leo mimi natoka na chuna tuenda lunch, that's being transparent. Some questions are still unanswered. Kidogo inafaa ikuwe hivyo, because when things are laid out in the open, even your decision making becomes much easier. Lakini vitu vikifichwa inasemekana kama like the profession of law. Law wewe inaonekana ni ngumu kwa sababu mambo mengi yamefichwa. It's like if you are not a lawyer, you can never know what these people speak unless you become one of them. And that's the thing why even the government, there are so many things we don't know, and it is not in their interest to let us know, because probably I think we don't want to know, or only few are interested in knowing. And when few people are interested in the development of the country, then nchi haienda mbali, kwa sababu wengi ndio wanafaa walifuatilia jambo. Lakini kioni ni wachache wanafuatiliwa, unaangalia kumbe wale wengi wamekubali, nini wachache ndio mnakataa. So it becomes difficult to build a structure where accountability and transparency is like cutting across. Yes. Haya, tunaitwa nini closing remarks as tunamaliza. Topic ya accountability and transparency is something that is hard. Watu wengine sisi wenyewe personally, watu wengine I don't know, we find it hard mimi kama mimi niamke asubuhi nianze kufanya nini, nianze kuja audit sijui nitafute nini na nini. It is very hard, but at the end of the day tunasema kuwa mkweli kwa maisha yako, that is one way of growth, ndio kwa mkweli na holding yourself accountable na kwa transparent. It is the best way ni njia nzuri sana mtu ku grow maisha yake, si ndio? By being accountable to yourself, you can demand it from others. Okay. Yes, but you can't demand it from others when wewe mwenyewe huna. Nataka mtu vizuri lakini wewe mwenyewe sina vizuri. I'm expecting a good service kwa mtu ambaye mwenyewe sisi kupeana good service. Hivyo so ndio maana naanza kwetu sasa. Can we call it a day ama tumaliza, si ndio? Do you have anything to add maybe Muhammad? Maybe a parting shot ya kumalizia. Mimi nitapenda kusema to all people who are outside there listening to Let's Voice podcast, ni kwamba to county government officials, national government officials, we are not asking for perfection, but we are simply asking for systems we can trust. You know, when you have a system you can trust, it becomes very easy to have transparency and accountability. So sisi kama venye rafiki yangu amesema Abu Kauthar, ni kwamba inachukuliwa tu ni only few people wenye wana struggle kuangalia kwamba in terms of development, alafu we are being labeled sisi wengine kidogo kwamba tuko na vierehere ama nini, kwa sababu watu wengine wametulia na hawaelewi ni nini cha kufanya. Ni kwa sababu they have do it intentionally. Wajua when someone doesn't give you information, amekufichia mambo mingi sana. But when this information is out, look at the result of June last year 2024, a result of many young people coming out on streets to reject finance bill, and it happened nationwide, something that no one even imagined that it could happen. But it's because of watu waliamua kwamba the few people, they had to disseminate the information in a way possible, kwamba yule mama mboga ambaye yuko pale barabarani pia anaelewa kwamba hii pesa yake analipa inaenda vipi, inatumika vipi, inaenda vipi. Yule ambaye anapeleka bodaboda kijana pale, yeye pia anaweza kuelewa. And people, vijana Gen Z went on paka inanue kwamba they change the whole bill
into different languages. Watu wakaanza kuongea in different languages, Kisomali, Kiswahili, so that yule mtu ambaye yuko chini kabisa, hata hajaenda shule, ambaye hata kusoma ile document inakuwa ni ngumu, ikawa ni rahisi. And people started calling up their MPs. Phone numbers zilikuwa kila mahali. Vote for no, vote for no. Licha hapo watu wakajitokezea barabarani, si ati kwa sababu watu walikuwa wamechoka. So when information is open, wao wenyewe wanajua kwamba kila mtu atapata kuelewa ni nini ndio inafanyika. Ndio maana rafiki yangu akasema kwamba hizi information zinakuwa hidden in a way kwamba wewe hata ukapata huwezi kuelewa. Ndio maana unaona it's only a few people wenye wanajitoa like yeah. Ukiangalia sasa recent what has happened in the county government of Mombasa, we were to have a public participation this week, but it has been postponed. Why? Just because of a simple document missing in a website, kwamba haipatikaniki. Hata sasa ukijiuliza mbona haijakuwa uploaded kwa website, unapata answers zenye ambazo hata zinakufrustrate wewe mwenyewe. But the document was available to some few people. I personally had access to the document, but the question is, Mombasa County Government ni kubwa sana, na website kazi yake ni nini? There are people who work there, are employed there, wanalipwa kwa kufanya ile kazi. Leo hii mpaka sasa mimi tunavyoongea hiyo document bado haijakuwa publish kwa website. Alafu anatuambia next week, ambayo kisheria constitution ni kwamba the document should be public to the public for a period of a minimum of 7 days to a maximum of 14 days. Lakini mpaka sasa hiyo document bado haijakuwa. Tunaenda kuongea nini? Tunaenda kuongelea bajeti gani zenye zimekuwa approved bila sisi wananchi wa Mombasa ya kuwa hatujazijua. Kwa hivyo mimi nataka kumaliza na kusema kwamba it's not about changing the leaders we have, but rather changing the system so that we can trust in the system. Leo tutabadilisha viongozi wengine, watakuja wengine, but how watakaokuja, je, wataleta mabadiliko? So mimi I don't think it's a matter of changing the leaders, but rather changing the system that we are in. Na hii corruption iko deep rooted, ukiangalia kwamba si ati from the top level, but to the bottom level. Leo hivi ukiangalia tu mtu wa kawaida akipata ile fursa ya kuingia katika uongozi, anaiba. Anakuambia mimi wenzangu wote wameiba, kwa nini mimi nisiibe? Unaacha nikuulize swali. Leo wewe hivi ukiwa umekuwa nominated MCA pale Mombasa County Assembly, ukaambiwa bwana milioni 20 hii hapa. Wewe leo nikuja kwa bunge na kupiga na kupitisha tu bajeti. Wewe kaa chuna utafanyaje? Kashi 20 mpe moja. Sushaona. Sasa imekuwa kwamba watu wanasahau kwamba wengine the being influenced with as little as 1 million, but ukiangalia the whole budget of Mombasa County is almost 15 billion. So ukipata ile milioni moja, mwenzako anapata mabilioni mangapi ya pesa? So it's high time that we are not asking for perfection, but rather we are asking for system that we can trust. Okay, Mukothara, what's your attitude? I think my advice to my fellow young people is something that goes very deep, because when you look at the society and the century we are in, it's called a clash of values. There are things that used to work in earlier days, and it made the society stronger. People were in good families. There were no issues of children having no fathers or mothers. There were no issues of young men fearing to marry. There are no issues of families that are having chaos each and every day, because they are having some tenets and values that work for them. But they don't work today, they don't work. If you are told work hard, it's going to pay you in the future. Nowadays, there are so many people who have graduated out of universities and they have nothing to show out of that hard work they put in. So it's difficult for them to tell them that you follow a hard-working path and your life will be straight. There are so many people in prisons who decided to be honest in their interactions with their bosses and their work, and now they are being held in prisons because the powers that be decided that honesty is not a good virtue in government. So it is us to hold strong these values, na tusiogope kuwa nazo. And as you have said today, we can begin with being transparent and being honest. Just say the truth. If you cannot do anything beyond your means, just say the truth as it is and live by that. Be transparent in your dealing with your friends, with your family members. That's the only way you can be transparent when you're in government. Be honest.
and be someone who's accountable with the little activities that you are given, be it a job, be it you are given activities of your family members when you are in your own family, be it that you are married, be it that you have kids. Start with that small accountability. Then when it is ingrained in you, it becomes much more easier wewe kwenda pale kwenye serikali na kuleta hizo mabadiliko tunataka. Cha msingi zaidi kuna ile influence na peer pressure. If all of us were to be in a position ambayo kwamba sisi wote ni waadilifu, wale wanaokosa uadilifu wanaweza kuwa wachache, kwa sababu kila mara ukiwa kuna bedsheet ambayo kwamba ni nyeupe, ukimwagikana uchafu kidogo ni rahisi kuonekana. But kama bedsheet yote ni black, hata kitu kimwagika ni ngumu kuelewa. That's why for us we have to change our own ways kama vijana, kwa sababu we still have the time to change. Bado tuna ile nguvu na tuna ile, ukiangalia lazimia wale vijana ambao kwamba walitokea protest walikuwa na ni kubadilisha nchi. They didn't want anything for themselves. They just wanted the trajectory of this country to change so that these leaders can be relevant to us. Reason mbona walichaguliwa ni wakuwe relevant to us. But are they relevant to the things that we want? Why are they not relevant to the things we want? These are some of the questions we need to start asking ourselves. Na sisi wenyewe pia tujiulize, zile vitu ambazo kwamba tunataka, je, ndio zile vitu ambazo kwamba tunazifuatilia? Are we relevant to the things that we want in our own lives? Then tutakuwa na ile opportunity ya kuwaulizia wale, mbona hamzitimizi zile vitu ambazo kwamba mlisema mtatufanyia. So inaanza kwetu sasa. And when we can do that and struggle through these hard times ambazo kwamba values zisaidie, wewe utakayebakia na values zako zitakusaidia mbele. Na wale watakuona kwamba umeshikana na values fulani na zinakusaidia wewe, uenda uka influence watu wengine pia wakuwe transparent, uenda uka influence watu wengine pia wakakuwa na accountable. But know that in doing that utapata ugumu, kwa sababu environment haina waadilifu wengi. So you have to be strong in your path and encourage your fellow young men also to be strong in their path. Yes. Okay, and Teddy, thank you so much for coming. It's been a good time. It's been a good show. Namalizia tu kwa kusema social media platforms zetu ni Let's Voice Podcast. Kindly, and don't forget to subscribe, to share, to like, and as usual, I've been your host. Until next time, bye-bye. Bye.